Mambo vipi? Kwa majina naitwa Nicholas Richard, ni muasisi na mkurugenzi wa kampuni ya Nafaka Nafaka. Tunajihusisha na uuzaji wa nafaka, sana sana maharage. Tunapatikana Arusha, soko la Mbauda na Dar es Salaam Chanika Mwisho. Na kwenye mitandao ya kijamii kunipata kufanya closure na mimi unanipata kwa jina la Nafaka Nafaka, TikTok na Instagram. Hapo ndo tulipoanzia. Kipindi nipo chuo namalizia na mpaka ni kuingia kwenye kujitafuta tafuta, nakumbuka biashara ya kwanza niliwahi kushauriwa na rafiki yangu ilikuwa inahusiana na kulima. Ilikuwa ni kulima matikiti na nyanya. Ni biashara ambazo kiukweli sasa hivi jinsi ninavyozidi kukaa na watu naona kabisa ilikuwa ni ngumu. Ila ni biashara nilikuwa naiona kabisa ilivyokuwa na mafanikio. Kwa hiyo huwaga nikikutana na watu wanaofanya kilimo, swali langu la kwanza kwao ni kilimo kinalipa? Au ni kwamba sasa hivi ndo umeona ndo njia ambayo ni rahisi kwako wewe kupita? Sio njia rahisi kwangu mimi kupita, kwa sababu inanihitaji nguvu nyingi na utulivu. Lakini kilimo kinaweza kikawa ni rahisi ukikipa muda wako wote, by means of attention, hard working na uvumilivu. Pale itakuwa rahisi. Lakini kilimo sio chepesi. In short, kilimo sio chepesi. Na pia ni njia ambayo kweli inanipeleka kwenye mafanikio. Sio kwa sababu ni njia rahisi, hapana. Kwani kipindi kile ningejiaminisha kweli na matikiti na na nyanya, au hizo ni product ambazo ni ngumu sana? Matikiti, nyanya, karoti, pilipili hoho hizi, hicho tunasema ni kilimo kigumu au ni kirahisi tena, kwa sababu kwa maana ya kwamba unajua matikiti bana yanakaa muda mfupi Yanaharibika, ya. Nyanya vile vile zinakaa muda mfupi zinaharibika. Usishangae ukalima nyanya leo, kesho timing yako ilikuwa mbovu kwenye kuvuna au kwenye kupanda, kwa hiyo kuvuna ukachelewa, kesho ukauza lile tenga la nyanya zima buku. Pia na madawa ni kibao. Pia na madawa ni kibao. Alafu na mashikaji zangu ambao tayari walishafanyaga hivyo, alafu ikawapiga hasara. Walilima share watu watatu, kile kitu hadi kikawagombanisha. Wakaona kama wametapeliana. Wakaona kama mbona tumetapeliana. Lakini walifanya investment kubwa, lakini return on investment ikawa ndogo. Sijui walikosea wapi, lakini ile ni kitu ambayo inabidi uwe makini sana. Tofauti na hizi cereals zingine ambazo mzigo unaweza kukaa na zao lako miezi mitatu mpaka mwaka. Niwe kupiga tu dawa kwenye uhifadhi basi. Sasa wewe kama wewe, je, unalima au unanunua mazao kwa mkulima unapeleka sokoni? Mimi kwa binafsi yangu nafanya vyote. Lakini main focus yangu ni kununua na kupeleka sokoni. Kwa hiyo mimi ni kiungo cha wewe end consumer na mkulima. Hapo sasa ndo kitu ambacho ningependa kukijua zaidi. Nikikaga na watu wanasema hapo ndo hela kwenye kilimo ilipo. Ukiwa mkulima ni ngumu kuona mazao yako yakifanikiwa, kwa sababu ya nyie ndo mnaupanga bei. Nyie mnaenda kuchukua mazao kwa wakulima kuwapelekea wateja. Nyie ndo mnawabanaga sana wakulima. Kuna halisia kwenye huo? Hapana. Kwenye hiyo ni upotoshi. Kuna kama kwa watu ambao wananifuatilia TikTok au Instagram, kuna video niliyoposti ikawa inaelezea ni nani anayehusika na kupanga bei za mazao. Sasa anayehusika na kupanga bei za mazao, cha kwanza tunasema ni soko lenyewe, alafu msimu wa mavuno, kwa sababu mimi kama middleman sihusiki kwenye kupanga bei ya mazao, wala serikali haihusiki, lakini sisi tunakuwa ni sababu inayoderive bei ya maharage au bei ya nafaka yoyote kujitengeneza. Kwa ile ina grow organically yenyewe kulingana na soko, kwa sababu mimi nitamfuata mkulima. Nikimfuata mkulima
kunakuwa kuna bei ambayo imezoeleka kulingana na zile gharama mkulima alizozitumia wakati wa kupanda. Sawa Alafu mimi nitanunua kwa mkulima, mimi nitakuja nitagrade yale zile nafaka. Namba kwenye mfano nitaweka maharagi kwenye nafaka ambazo ongea kwenye upo expertise, kwa sababu hapo ndo my expertise imekuwa based. Kwa maharagi nitamfuata mkulima, na ninapomfuata mkulima ataniuzia maharagi. Akiniuzia maharagi, mimi nitatoa maharagi pale shambani kwa mkulima, nitayasafirisha. Sawa, naposafirisha yale maharagi nitakuja kuyahifadhi. Napoyahifadhi itabidi tena nifanye sorting, kuyaondoa maharagi mazuri, kuyatenganisha na maharagi mabovu. Na maanisha yale maharagi yalodunguliwa yale, au yale maharagi ambayo kidogo yaliharibika na maji yakatengeneza kama kuoza. Kwa hiyo unavyofanya pale sorting, inamaanisha wewe ulinunua mzigo tani 3000. Umekuja umefanya sorting, umetoa uchafu, umetoa mchanga, umetoa nini? Kwenye zile tani 3000 labda imekukata kilo 200. Umeona Obviously pale bei lazima itapanda. Sawa Alafu ukishafanya vile utafanya sorting. Ukishafanya sorting utafanya packaging. Utaweka mifuko mingine mipya. Alafu sasa utasafirisha kwenda kwenye designated location ambazo wewe umezidhamiria. Kwa mfano kama mimi nitatoa maharage Arusha, au nitatoa maharage Mpanda, au nitatoa maharage Karagwe, nitapeleka Dar es Salaam kwa sababu kule ndo kuna soko langu, au nitaleta Arusha kwa sababu pia ndo kuna soko langu. Kwa ukiangalia factor nyingi zinasababisha ile bei kurise, lakini huwa bei hairise sana. Na mpaka uweze kuchange, wewe dalali uweze kuchange bei ya soko, inamaanisha unatakiwa maybe una 70% margin ya lile soko lote. Yani kama ni maharagi, umeweza kununua maharagi kwa 70% ya Tanzania nzima. Kwa hiyo si kweli kwamba sisi ndo tunayepandisha au tunayeshusha bei za mazao, lakini bei za mazao zenyewe zinakuwa organically. Na pia kilimo naona nahisi ndo biashara ambayo inafuata sana hii supply chain. Kwa sababu shai kusikia sasa, wewe ndo utanikonfirmia kama kuna ukweli kwamba tuseme wewe kama unavununua sokoni unaenda kuuza sokoni, mimi unavununua kwa mkulima unaenda kuuza sokoni. Mimi na mzigo wangu mwingine nikimfuata yule mama yako nikakwambia, mama na mzigo hapa nataka kukuuzia, ataniambia mimi nje nikuuzie wewe, yeye atakuja kununua kwako. Kuna ukweli kwenye hiyo? Yani mama yupi yule? Mama wa sokoni wale. Mama wa sokoni. Hapana, hamna ukweli wa kwenye hilo. Kwa sababu sasa yule mama wa sokoni anapokutana na wewe first producer, sawa, kwa sababu tunaashumu wewe ni mkulima. Ndio. Unapomfuata yule mama wa sokoni, maybe hata kuwa na mtaji wa kununua mzigo wako wote. Labda umekuja una tani 4, sawa, gunia zako 40. Yule mama wa sokoni hawezi kununua gunia 40. Sana sana atanunua gunia 2. Sawa Kwa hiyo perception inaweza ikawepo kwa sababu hii, kwamba umeenda na gunia 40, yule mama wa sokoni akanunua gunia 2. Kwa hiyo umeenda kwa mtu ambaye sio sahihi. Umenielewa Lakini unapokuja kwangu mimi naweza kununua hizo gunia 40. Inakuwa umenifuata mtu sahihi. Kwa hiyo wale wamama wa sokoni hawakatai directly, watakwambia bana bro, nafaka kweli unauza gunia 40, lakini mimi siwezi kununua gunia 40, naomba uniuzie gunia 2. Kwa hiyo ends up unakuwa you are in the wrong place by that time. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo perception sio kweli. Sasa hivi Bongo kuna haya magala haya ambayo yanatengenezwa, ambayo ndio yanarahisishia wakulima kwenda kuweka kwenye hizo storage za serikali. Sasa sijui ni za serikali au ni public. Za serikali. Kwa upande wako wewe na Engolo kwepo kama agent, inaharibu biashara yenu kwa namna yote? Au una kipi cha kusema kuhusiana na hilo swala? Do you think it's a good initiative au? It's a good initiative kwa sababu tunaenda katika dunia inayopiga hatua kwenda mbele. We are getting civilized, sindio? Na in terms of being civilized inamaanisha hicho kitu ni kizuri. Na nimeona hata Wizara ya Kilimo wamepost kama miezi ngapi nyuma, nimeona kweli wamejitahidi kutengeneza ile magala na imekuwa ni kitu kizuri. Lakini for now kwa mimi I can't judge it kwamba
to affect au haitu affect. Kwa sasa hivi ina affect mazao tofauti tofauti, kwa sababu kuna mazao kama choroko, dengu, mbaazi. Hizi vitu zinahitaji uwe na stakabadhi ghalani. Maneno magumu yameanza. Sasa stakabadhi ghalani bana ni kama some sort of document inayokuverify bana, Carlton, sasa hivi wewe una dengu tani 4 au una dengu tani 40, umeona nina choroko kiasi fulani, ili kwamba serikali iwe na zile takwimu za jumla ya mazao yale ambayo yanahitaji stakabadhi ili iweze kufanya biashara na nchi za nje. Okay. Umenielewa? Nakuelewa. Ndio maana sasa kuna kipindi hapa nyuma ulikuwa unaona mtandaoni bana, wakulima wanalalamika, wanasema sasa hivi ukiwa na dengu au ukiwa na haya mazao ya mbaazi, serikali inakuchukulia kama umemiliki bangi. Sawa? Lakini si kweli. Ile ni kwa sababu tu watu tulikuwa tunakosa elimu. Unajua pia elimu yetu kwenye haya masuala kidogo inakuwa iko chini. Sawa? Lakini serikali ilichokuwa ina initiate ni kwamba they have to implement every necessary way ya kuhakikisha wanakuwa na zile data, ili wao wasaidie kuinitiate bei iweze kumfavor nani? Iweze kumfavor mkulima. Ndio maana inahitaji vile. Lakini kwa hiyo maghala yanayojengwa na serikali yanasaidia serikali yenyewe kupata zile takwimu za hivyo vitu wanavyovitaka. Ndio maana hata kwenye hizi store zetu ambazo ni locally wanakujaga watu wanafanya kama upelelezi, asking around, nitapata choroko au nitapata mbaazi, nitapata dengu. Sawa? Kwa hiyo most of the time afu ukisema mnazo watataka stakabadhi ghalani. Umeona? Kwa sababu wao they are after the data ili waweze kufanya biashara. Top consumer wa mbaazi na hizo madengu ni India. Ndio tunafanya naye kazi sana. Kwa hiyo inamsaidia ile kitu kwa sasa hivi inaisaidia serikali. Je, mkulima anapata manufaa na hii system mpya au sasa ndo atabanwa zaidi? Mkulima wa mazao hayo yanayotaka stakabadhi ghalani, mkulima anapata manufaa kwa sababu yeye huwa anakuwa supplied na pembejeo na serikali. Umeelewa? Serikali inamsaidia kupata mbegu, kupata mbolea za ruzuku zile. Kwa hiyo kwa mkulima, kwa mimi naona ni sawa. Although I'm not 100%, sisemi nikiwa na uhakika 100%, kwa sababu experience nilionayo ni ile tu through learning. Kujifunza kusikia. Kwa kujifunza kwa kusikia, lakini sio kwa sababu ile nimesema nimefanya kile kitu. Lakini for now sioni kitu affect hasa kwa sisi wa mazao yetu kama maharage, mchele. Sioni ile kitu ikitu affect. Zaidi na zaidi tu itatusaidia sehemu nzuri ya kuhifadhi mzigo. Sijajua bei serikali inayo charge kuhifadhi. Labda bei ikija ikiongezeka sasa pale ndio itakuwa msala kwetu. Kwa sababu kama sasa hivi huku tunahifadhi kwa shilingi 500 kwa siku, gunia moja kwa mwezi. Na gunia sometimes unavyonunua gunia unakuta lina 120 kgs. No matter the kilograms ambayo ipo kwenye gunia moja. Gunia ni gunia kote ukiona ni yale magunia makubwa zaidi ni wewe. Ukiona gunia kubwa lile la debe 8, it's up to you, unalipia shilingi 500 tu kwa mwezi. Kwa hiyo au store zingine hizo naongelea ni kwa Arusha. Lakini kwa store zingine, kwa mfano kama sehemu kama Kileo unalipa shilingi 800. Kuna sehemu inaenda hadi shilingi 1000 kuhifadhi kwa mwezi. Umeelewa? Na kuna zile store za temporary ambao unahifadhi kwa wiki tu, kwa sababu ni sehemu ambapo zao limepita labda ni kipindi cha muda mfupi, mazao hayawi mengi, kwa hiyo unaweka pale. Lakini kwa sasa hivi uhifadhi sio gharama kubwa sana. Kwa hiyo serikali ile kitu inasaidia. Yani kwa kuconclude swali hili, yale maghala yanayojengwa na serikali yale yanaisaidia serikali. Umeongelea hapo kuhusiana na kustore. Mimi ningependa kujua kwamba from your jinsi unavyofanya biashara yako, unanunua mazao ikifika labda msimu wake, au ni kwamba ile kabla ya msimu unanunua afu una store ili supply ipungue afu ndo uuze?
Kwa binafsi yangu, talking about myself individually, mimi nanunua na kuuza mzigo wangu wote, narudi tena sokoni nanunua na kuuza mzigo wangu wote. Kwa sababu hii hapa moja. Mimi nafahamu Tanzania vizuri. Kwamba najua wapi mwezi wa kwanza nitapata maharage, wapi mwezi wa pili nitapata maharage. From mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 unaweza kupata maharage. Naweza kupata maharage mapya yanayotoka. Sawa Sitegemei msimu, kwa sababu uzuri wa Tanzania ina sehemu nyingi na kila sehemu ina msimu wake. Umeelewa? Kuna sehemu ambapo wanafanya irrigation, kuna sehemu wanasubiri mvua za kawaida, mvua hizi za msimu. Kwa hiyo mimi napata maharage kila mahali. Kila mwezi. Yani sikosi maharage throughout the year. Kwa hiyo sasa mimi ninachokifanya, na kwa sisi wa biashara za mitaji midogo, gunia kadhaa hizi, tunachofanya bana, tunanunua, tunaenda tunapambanisha na wateja, wateja wana consume yale maharage, tunarudi tena porini kutafuta maharage. Kwa hiyo we are busy throughout the year. Sawa. Labda tupata tu off siku zako 2, kwa sababu mzigo unasubiri uzike ili hela iingie ukachukue tena mzigo mwingine. Kwa hiyo for now I'm doing that. Lakini kwa mbeleni nikishaweza kuwa na uwezo wa kununua gunia 10,000, 15,000 nikaziweka store, hapo sasa nitaweza nikafanya hivyo, nikasubiri, nikanunua, nikahifadhi, nikasubiri muda uende ili bei spike up niuze. That's our goal, kwa sababu tunaanza step by step from 1 to number 2 to 3 ni kweli, until nafika infinity huko. Kama hivyo umeelezea hapo kwamba bei ina spike. Sasa kama wewe una uwezo wa kupata maharage throughout the year, bei ina spike vipi tena sasa hapo, kama demand ama kama supply ni constant mwaka mzima? Supply ni constant mwaka mzima, lakini haitoshi end users, wale consumers. Kwa sababu nitaongelea Arusha. Arusha mwaka huu supply imekuwa imejitosheleza, kwa sababu last year 2025 kulikuwa kuna purukushani za uchaguzi. Kwa hiyo wanunuzi wengi wanaotoka Nairobi, wanunuzi wengi wanaopelekewa mzigo Tunduma kule ili iende Kongo, iende Zambia, wale wanunuzi ilikuwa ngumu kwao kufanya biashara kwa sababu ya kuogopa masuala ya uchaguzi. Na kama unavyojua tu ikishafikaga election period inakuwa ni ngumu kibiashara kwa nchi husika. Kwa hiyo sasa tunavyofanya kwa Arusha, sasa nitatoka hapa nitaenda maporini huko kwa tafuta maharage. Sawa. Labda nimetoka ule mwezi wa 7. Soko langu mimi najua liko mahali fulani. Soko langu mimi liko Dar es Salaam. Sawa. Na Dar es Salaam ndio consumers wakubwa wa nafaka Tanzania nzima. Kwamba pale ndo center, ikitoka pale ndo wanauza sehemu zingine. Au kutumia kula yani. Wenyewe sasa yani unavyopeleka kule wenyewe wanakula. Unajua population ya Dar es Salaam ni kubwa yake. Na biashara Dar es Salaam ya chakula inaenda sana kwa sababu ya population. Kwa hiyo sasa bei lazima itaspike up kwa sababu ya gharama ya kufuata maharage umeyafuata mbali kiasi gani? Sawa. The more mbali umeenda mlolongo unakuwa mrefu, bei ina spike up. Japo umepata maharage throughout the year. Sawa. Lakini pia turudi tena Arusha. Ninavyochukua maharage Arusha, napokuja na hifadhi, nafanyia sorting, nafanyia packaging, na yapeleka tena Dar es Salaam, kipindi ambacho ni cha mavuno Arusha. Na ukanda wa kaskazini na kaskazini northern eastern, tunasema ni kaskazini mashariki ambao ni wakina nani hao? Northern eastern ni sisi watu wa Arusha. Sisi watu wa Arusha ni kaskazini. Ni kaskazini. Tunaitwa kaskazini na fora wa juu ambao ndo kaskazini wanaitwa watu wa ziwa, kanda ya ziwa. Sasa hao huko sasa hizi ukanda zetu ndo largest producers wa maharage Tanzania.
Sawa. Okay. Kwa hiyo sasa huku tutavuna, supply itakuwa kubwa, si ndio? Supply itaitosheleza demand iliyopo sokoni kwa muda huo. Sawa. Lakini the more times goes, we consume ile maharage kila siku. Yeah. Si ndio? Na kwa sababu we consume maharage ile kila siku, the more times goes, maharage yanaisha. Na msimu unaisha. Kwa hiyo msimu wa Arusha unapoelekea mwishoni, bei inapanda, inaongezeka. Sawa. Kwa sababu mzigo unakuwa uko kidogo. Alafu sasa mzigo unakuwa kwa wale mataikuna ambao wameweka mzigo, walihifadhi maharage yao bana. Wao kipindi nyie mnauza, wanauza na nyie, na bado wao wanaendelea kufanya storage. Kwa hiyo sasa tunakuja kwa ile ya Arusha. Umeona kwa sababu gani imepanda bei? Tunapotoka Arusha, msimu unaishaga ule mwezi wa 10. Kuanzia mwezi wa ngapi? Kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10. Ni kipindi kirefu. Lakini sasa ukiangalia sometimes inaenda hadi mwezi wa 11. Alafu tutatoka hapo tutahamia sehemu huko Upareni. Unaenda kutafuta mzigo kule. Unaenda kutafuta tena mzigo wa maharage mapya yanayotoka kule. Sawa. Lakini yale maharage yanayotoka hizo sehemu zingine haziwezi ku sustain ile supply, ile demand ile. Kwa hiyo volume ya supply inakuwa ni ndogo kuliko demand. Ndio maana as times goes on, bei inaongezeka. No matter, yani bei itakuwa ndogo tu kwa wale sehemu zingine ambapo wana karibu na hiyo eneo ambapo maharage yanavunwa. Ndio maana inakuwa hivyo. Kwa hiyo kweli napata maharage throughout the year kwa sababu nazunguka sehemu mbalimbali Tanzania, lakini bei lazima ina spike up kwa sababu ya demand. Supply haitoshelezi demand ambayo inakuwa sokoni. Yeah. Kama nimekuelewa vizuri, basi sasa kwamba ukiwa huyu mtu utofauti kati yako wewe na yule ambaye ana store, wewe hapo unapata mzigo throughout the year, ila unatumia nguvu nyingi kutafuta huo mzigo na pia fedha nyingi kutafuta huo mzigo nje ya msimu. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kukuta profit margin yako ikawa ni constant. Huyu quick spike ya profit margin yake imeongezeka, si ndivyo? Yeah. Okay. Sasa mwanangu, sasa hivi umeingia kwenye nafaka. I'd like to know, ndo biashara yako ulianza nayo au ulitokeaga kwenye biashara gani? Kabla kuingia kwenye nafaka nilianza na biashara ya kukodisha pikipiki, kuwapa watu pikipiki kwa mkataba. Yeah. Kwa na tafuta vijana wananitafuta, mimi najitangaza tu mtaani kwenye vituo vya bodaboda. Vijana wananitafuta, wananiambia bana nataka pikipiki. Nanunua ile pikipiki nampa for a certain period of time. Ayana nakuletea pikipiki wananunua. Au wewe ndo kutafuta pikipiki. Yeye akija mimi naenda kwenye vijiwe vya pikipiki. Sasa naenda kukutana na wale madereva toyo. Yeah. Sawa. Sasa wale madereva boda mimi ndo ninawaambia bora utumie boda. Kuna watu wadawa jitoyo ni nini? Sasa biashara ya pikipiki iko hivi. Naenda kwa vijiwe vya bodaboda. Napoenda kwenye vijiwe vya bodaboda sana sana ninavyovifahamu unavyojiona navyo. Nawaambia bana, naomba mnipe vijana ambao wanahitaji pikipiki za mkataba. Wanapokuja na wale vijana wanaotaka pikipiki za mkataba, kijana yule sharti la kwanza atakuja na mdhamini. Sawa. Kwa sababu mimi sikufahamu mdhamini, inabidi nimfahamu, nipajue kwake, ili mradi wewe ukinikimbia namshika mdhamini wako. Kwa hiyo nilikuwa natoa so ni biashara ambayo bado naendelea kuifanya mpaka kesho. So leo tu. Mpaka kesho. Hiyo ni ela classic. Unajua huwezi kutegemea biashara moja tu. Kwa hiyo sasa biashara ile ninavyoifanya, nampa kijana pikipiki. Yeye kazi yake ni kuniletea shilingi 10,000 kila siku. Kwa pikipiki moja ambayo nakuwa nimempa dereva boda. Kwa hiyo anaponiletea 10,000 kila siku, maybe after 12 months or sometimes inaenda hadi 18 months kulingana na pikipiki niliyompa. Yeye ananileteaga 10,000. Ile muda ukiisha, ile pikipiki inabaki kuwa ya kwake. Kwa mimi namkabidhi documents zote, nambadilishia jina, inaenda ownership na transfer ownership inaenda kwake. Kwa ile ndo kazi ambayo mimi nilianza nayo. I'm curious to know, ina average estimate ya
faida ya shilingi ngapi? Tuseme umenunua pikipiki ya sasa hapo ndo pikipiki zinaanza kuanzia 1,000,000 ngapi? Au 2,000,000? Pikipiki zinaanza kuanzia 2,200,000 na 650,000. 2,200,000 na 600,000. Pikipiki mpya. Alafu hizi ni hizi za kawaida za huko Arusha tunazoziona. Boxer hizi. Boxer it's 3.7 million. Okay. Kwa pikipiki moja. Hizi pikipiki zetu huko Arusha ndio hiyo inauzwa 2.7 million, 2.65 million. Sasa faida unaitafutaje? Unaangalia tu wewe mwenyewe bana. Miezi mingapi hapo kwa miezi mingapi unataka faida? 10,000 kwa miezi mingapi? 10,000 kwa miezi 15, that's 4.5 million. Kwa unaangalia unafanyaje? Wewe mwenyewe unaangalia. Unaweza kawa labda umetaka faida ya 300,000 tu throughout the year. Kwa hiyo unaamua tu una make sure ile hela yako imerudi, ile 2.7 yako imerudi, maana ni like 8 months hivi. It's like 9 months. Labda unataka faida yako 300,000 tu, kwa hiyo unamuongezea inakuwa ni 10 months. Au maybe unataka faida yako ni 900,000, kwa zile 10 months unaongezea 3 months. 900,000. Kwa hiyo lakini most of the time biashara ya pikipiki na watu wengi wanavyofanya biashara pikipiki huwa wana aim for 1.5 million mpaka 1.8 million in terms of profit. Kwa hicho kipindi hiyo pikipiki. Okay. Sasa mwanangu, ilitokeje ukatoka kwenye huko ukaja kwenye nafaka? Ilianzaje hiyo safari? Safari ya nafaka it's something buried inside of me. Na ni kitu ambacho nimekipenda kuanzia zamani, tuseme kuanzia utoto. Sawa. Na nilipenda biashara na nikataka niifanye in a very unique way. Lakini kwa sababu tunaenda with baby steps, naanza huku kidogo kuelekea zile goals zangu. Kwa hiyo it's a passionate ambayo ilikuwa inside of me for a long time mpaka nikaamua kuanza biashara nafaka. Ni kwamba nyumbani ni wakulima, ulikuwa unaona sana ni watu wakilima lima, ilikuwaje? Nyumbani tumeanza kuwa wakulima after mimi kujitambua. Wewe ndio umefungua mlango wa ukulima nyumbani? Sio mimi, baba yangu. Okay. Mzee wangu alikuwa anadili na mambo ya tourism. Sasa akaona inabidi nistaafu, na nikistaafu nafanya nini? Kwa hiyo ile ndio ikawa retirement plan yake. Sasa nilivyoona mzee anavyopambana na kile kitu kilichokuja kikanifanya nikapata moyo zaidi bana. Mzee wangu alinipaga 1,000. Akaniambia kwa sababu wewe bado ni mwanafunzi na hauna hela, jitahidi kutafuta chochote unachokipata, lima hii 1,000. Nikalima ile 1,000 bana, ikanipaga gunia 3. Ulilima nini? Nililima maharage ya njano. Nilikuwa naenda shambani bro, nilikuwa naenda shambani kila saa. Excitement au ni kwamba unaogopa kama ni ni ile excitement. Uone na mimi nipo kazini. I'm feeling proud of what I'm doing. Kweli. Ile 1,000 bro hadi kupalilia mimi nilikuwa silipi watu. Mwenyewe unaingia kwenye tuna mashamba Simanjiro. Kwa sababu tuna kambi, mimi na kaa zangu kambini. Napalilia mwenyewe, umeona Kwa hiyo nikapataga bana zile gunia 3. Gunia 3 niko chuo sekandia ile. Na ile niliipata, ile ya kulima mzee aliniambia sikupi, kwa hiyo ikabidi niuze PC yangu. Okay. Nikauza PC. Mimi nakupa shamba tu, mingine utajiju. Mimi nakupa shamba tu, mingine utajiju. Trekta ipo, utaweka mafuta, yani everything utafanya, lakini simlaumu na nafurahi na namshukuru kabisa kwa sababu ile kitu ilinijenga. Kwa hiyo nilivyouza ile PC nikahudumia shamba. Nilivyohudumia shamba bana, nikaja mwisho wa siku nikavuna, mavuno yangu yakawa mazuri. Kupata gunia 3 kwa 1,000 huko Simanjiro it's peak. Najua maana kwa sababu ina range gunia 4, gunia 3 kwa huko Simanjiro. Kwa mimi ile kitu ikawa ni faida kwangu. Ilivyokuwa ni faida kwangu nikaja nikauza. Sasa kipindi kile nipo chuo nikauza ile maharage. Nakumbuka niliuza kilo shilingi 1,800. Na ndo bei ya sokoni ilikuwa hivyo kipindi hicho. Bei ya sokoni ilikuwa hivyo. Sasa kwenye zile gunia 3 nilipata hela nzuri. Nilipata almost like 6 point. Faida au yani, total ya hela nilopata. Lakini sasa pale faida ilikuwa ni almost kama 500,000 kwa sababu gharama za kulima ulikuwa mkuzo unaingia mwenyewe shambani. Nilikuwa naingia mwenyewe shambani, kwa hiyo gharama zilikuwa ndogo, ni muda wangu. Kwa hiyo tunaweza tukasema zile gunia 2 ndo zilinipa
faida ile nyingine tu ilirudisha ile mtaji. Kwa hiyo no PC zingine hapo. Nikanunua nikarudi nikanunua PC yangu ile ambayo niliuza. Ile. Kwa ni kama ulimshikisha tu nikopeshe hii. Sasa baadaye nikaja nikanunua tena ile PC yangu. Kwa hiyo life ikaenda hivyo, nikaja after kukua na muda unavyozidi kwenda nikawa naona bana this is what I want. Na kwa sababu it's something that I have a big dream with it. Kwa hiyo nikaona inafaa nianzie hapa. Kwa hiyo ikawa rahisi kwa namna hiyo. Ndio hapo nilipogundua bana my passion ipo kwenye kilimo. Lakini specifying on maharage, the idea came 2025 March of 2025 mwaka jana. Kwa sababu bana nilikuwa Dar es Salaam, niliitiwa kazi kiwandani. Kwa sababu kuna mtu aliwapa reference ile 2023 nilikuwa ni production manager wa kiwanda kimoja kiko hapa kwa Idi. Sasa ile kufahamika na wale watu, kiwanda kilikuwa kinadili na producing of conduit pipes. Watu wa umeme wanazifahamu hizi zinatumika kufanyia wiring za nyumba. Kuna bomba fulani hivi nyeupe nimeshazijua. Zinakuwaga zinatoka nje hivi. Zinakuwaga nyeupe au blue. Sasa mimi nilikuwa nafanya kazi kwenye kiwanda cha kuproduce hizo bomba. Sasa ile kufahamiana na watu na wateja na nini ikapelekea kwamba mimi nilivyoachaga kazi pale kwa sababu ya kurudi shule na and stuff, ikapelekea kwamba nikafahamika. Kwenye kufahamika bana, mshikaji mmoja akanirifaa kwa jamaa wa kampuni. Sintahitaji kampuni, lakini alivyonirifaa kwenye ile kampuni, wale jamaa akanipigia simu akaniambia unajua kutengeneza bomba? Nikamwambia najua kutengeneza bomba vizuri sana. Nikamwambia naomba uje bana siku fulani. Nikamwambia naomba mnipe wiki moja nitakuja kwa sababu nipo busy kidogo. Wakaniambia sawa. Nikatoka nikaenda Dar es Salaam ile March of 2025. Ilikuwa ni February 2025. Nikaenda pale wakaniambia bana tunakupa hizi siku 2 kazi, some mashine zetu zielewe, alafu from siku ya 3 tutengenezee kitu. Kwa sababu ni kitu ambacho nimekifanya, alafu nilikuwa napenda. Yaani unajua ni kile kitu unafanya unahisi fahari, you're enjoying. Kwa hiyo nikawa na dili, nikaangalia zile mashine zao zilikuwa ni way more modified za kisasa. Mimi nilishazoea mashine ya Mchina huku za kizamani kidogo. Sasa nikapambana na zile mashine pale Dar es Salaam. Jamaa akaona kazi yangu, akaniambia bana kazi nzuri, lakini tukashindwana kwenye swala la mshahara. Tulivyoshindwana pale, mimi nikasema sio issue, lakini jinsi nilivyokuwa naona movement iliyoko Dar es Salaam by that time, nikarealize huku ndo hela ilipo. Arusha hamna hela. Sasa nafanya nini? Sawa. Nikapiga hesabu, niuze mahindi. Research yangu inaniambia by that time kichwani tayari nilikuwa nina research ya ufugaji wa mbuzi. Ndio zokuwa nataka kufanya nini? Nilikuwa na research ya ufugaji wa mbuzi, ufugaji wa kondoo, alafu na kuuza mazao na mafuta ya kula. Kwenda kuprocess mafuta ya kula Singida, niuze mashudu, niuze na mafuta ya kula yale ya alizeti. Sunflower. Lakini nilivyokaa nikaangalia structure nzima Dar es Salaam na nini, kweli hivi vitu vyote vinauzika, from maharage, from mbuzi, japo mbuzi ningefugia huku Arusha, from mbuzi, from ile mafuta ya kula, mchele. Nikaona hapana, kitu ninachotakiwa kukifanya nitadili na maharage, kwa sababu maharage sio ngumu sana kupata na yaharibiki haraka, alafu pia yana profit margin nzuri, umeelewa no matter the volume. Kwa hiyo nikasema bana, mimi kitaalamu nitadili na nini? Nitadili na maharage. Sawa, nikakaa pale, nilivyoamua bana, sawa, nadili na maharage. Na nilikuwa na research ndogo, nikaendeleza research sasa ya masoko. Tayari mimi nina research ya kufahamu mzigo napata wapi. Sasa
Natoka kwenye research ya mzigo napata wapi, naingia kwenye research ya masoko kwa Dar es Salaam. Nikaanza bana na soko la Tandale, kuna dalali mmoja mkubwa sana anaitwa Mzee Abduli. Yule mzee akanipokea, akanieleza, lakini he was telling me the truth, yani ule ukweli unaumiza. Akaniambia bana, hii biashara ukiwa lile mama utakula hasara, alafu hamna mtu atakuonea huruma. Ukileta mzigo wa kijinga utarudishiwa mzigo wako kwa gharama zako, kwa utakula hasara. Kwa hiyo bora ulete gunia 2 bora zilizosimama, gololi, yani harage lile gololi unadondoka linadunda chini kama gololi kabisa, kuliko tuletee maharage ambayo ni ya ajabu. Na asikuambie mtu, hakuna mkoa unakula chakula kizuri Tanzania, chakula bora, sio bora chakula kama Dar es Salaam. Cream yote inapelekwa kule. Cream yote ile top notch yote inapelekwa Dar. Nairobi hawali chakula kizuri wanachokula Dar es Salaam. Kwa sababu watu wengi wa Nairobi tunafanya nao kazi hapa, wanachukuaga maharage ya bei rahisi kuliko yote. Hata mchele pia nilisikia ndo mambo yao. Ndo mambo yao. Yani wao ili bora chakula. Bora chakula. Lakini kwa Dar es Salaam, bro, utapita Tandika, utapita Tandale, utapita Chanika, utapita Buguruni, sawa? Kwenye haya masoko yao. Utapita lile soko la Ilala pale, hautakuta maharage ya kijinga jinga. Utakuta maharage mazuri mno. Sometimes maharage yako yakiwa mazuri na yakihit mioyo ya watu bana, kweli huu ni mzigo ushuki hata ukaingia sokoni, unauza ukiwa juu ya gari. Kwamba wakikuamini kiasi hicho. Sio wakikuamini kiasi hicho. Maharage yanaposhushwa huwa yanatobolewa. Nahisi shai kuona video yako moja inatobolewa na inashuka kwenye kwenye ile tunaitaga spike, sawa? Kwa hiyo maharage yanavyokuwa spiked, anashusha, anaangalia ile quality ya ule mzigo. Sasa sifa kuu ya maharage bana, harage likishakuwa la mduara, likishakuwa nene, alafu ikiwa ina kama ule ungaavu fulani, kama umesha kushika maharage ya njano, kuna namna anakuaga kama yana kureflect wewe, kama unajua zile sakafu za zamani. Ya njano ndio ya kawaida kila siku, si ndio? Ya njano na rangi ya njano. Yanakuwa na kama kioo fulani hivi, yani yana mng'ao fulani hivi. Kwa harage likishakuwa lina sifa hizo, mtu akitoboa gunia la kwanza, kaangalia, kaweka pembeni, katoboa gunia la pili, kaangalia, ukamwambia yote maharage yote, au akatoboa, maana lazima atajihakikishia. Lazima ajiaminishe. Kwa kadiri anavyotoboa, anavyoangalia ni mazuri, ndo anamrahisishia yeye kufanya nini? Kununua, kufanya maamuzi. Kwa hiyo na mwisho wa siku anafikia maamuzi ya kununua yale maharage yakiwa pale pale kwenye gari. Kwa hiyo anaposhuka kwenye gari hili lililotoka mkoani, yeye anapakia labda kwenye usafiri wake ambapo anajua anapoyapeleka. Yale maharage tena uji tena kwenda kuyahifadhi, kwa sababu yamekuwa ni maharage mazuri. Kwa hiyo it's better upeleke gunia 2 zilizosimama kuliko upeleke gunia 10 ambazo ni za kawaida. Umeelewa? The more maharage yanakuwa mazuri, the first unapoyauza. Yani umepeleka maharage leo, yanaweza hata asikae leo, au yakakaa leo, kesho mzigo haupo, naambia aisee, tuletee mzigo mwingine mkali kama ule. Hapo umeongelea kwamba unapeleka sokoni Tandika, unauza juu ya gari. Kwa inamaanisha kwenye hilo soko sio kwamba ndo yanaenda kuuzwa pale. Ninachomaanisha, kama maharage ni mazuri sana, sometimes yanauzika yakiwa juu ya gari. Nimekuelewa. Ile ninachomaanisha ni kwamba kwamba hiyo sehemu mnakutana sio kwamba ni sokoni, sio kwamba yani hiyo mzigo unaenda kuuzwa kwenye soko hilo husika. Kwa mfano hapa Arusha pale Kilombero nje, nikikutana na mzigo nikauzia pale Kilombero. Iko hivi, pale ni sokoni, specifically ni sokoni. Soko la nafaka. Kwa hiyo la jumla. Hapo sasa nimekuelewa. Ni kama pale kwenye mahindi pale kwa Mrombo. Okay. Kwa hiyo sasa kinachofanyika pale sokoni, utapeleka mzigo wako, utaukabidhi kwa dalali fulani. Sawa, labda kwa dalali Ferdinand. Unapokabidhi ule mzigo kwa dalali Ferdinand, yule dalali Ferdinand anaweza akauza ule mzigo ukiwa pale juu ya gari, au kama sio mzuri sana akaushusha, akauhifadhi, afu ndo akaendelea kuuza wakati ameuhifadhi. Ila gharama za kuhifadhi pale wewe ndo unalipia mwenye mzigo, sio yeye. Gharama za kuhifadhi pale unalipia wewe mwenye mzigo, na unazilipa mzigo ukishauzika.
Kwamba anakukata bana, ile iliyopatikana ni hii, iliyopatikana ni hii, hela ya mzigo ni hii, hela yangu mimi dalali ni hii. Okay, kwa hiyo mimi nikija na mzigo pale na kupewa dalali, unaniambia nimeuza tuseme 20,000. Kwenye 20,000 nimehifadhi siku mbili kuhifadhi ni kiasi fulani, kwa hii hapa hela yangu mimi nimekata 1% fulani, hii hapa hela ya mzigo wako uliokuja nao ndo unapewa, ndo hii hapa. Uliniambia bana wewe uliniambia mzigo niuze 2,600. Kumbe mimi unanipa mimi sio kwamba nakuletea bei bana, mimi mzigo wangu nataka shilingi fulani. Mimi mwenye maharage ndo nakuja nakwambia Carlton, haya maharage uza utakavyouza wewe, lakini mimi nataka shilingi fulani, shilingi 2,600 kwenye kila, sawa, kwenye kila kilo moja, au labda mimi nataka shilingi 2,800 kwenye kila kilo moja. Kwa hiyo sasa pale dalali anapokuambia 2,800, ndio wewe ulompa ile bei, dalali yeye asishuke chini 2,800. Kwenye ile 2,800 wewe unajua kabisa shilingi 100 kwenye kila kilo moja au shilingi 150 kwenye kila kilo moja itamlipa dalali na itamlipa nani? Itailipa store uhifadhi pale. Lakini kama yeye ameuza zaidi ya 2,800, ila nyingine inayobaki ni halali yake. Ndio wale mambo ya Kaisari, sasa unamwachia Kaisari mwenyewe. Alafu hela ile ambayo ilitakiwa imiti ya standards anakupa ile hela yako labda 280,000, sawa. Kwenye 280,000 anakuambia nimekata shilingi 20,000 uhifadhi, nimekata shilingi 10,000 hela yangu, sawa au otherwise labda shilingi 20,000 hela yangu, 10,000 hifadhi. Kwa unamwambia hamna shida, lakini mwisho wa siku inakuja inatua kwenye ile bei yako ambayo wewe ulikusudia. Je, inaweza ikatokea kama hivyo kwamba nimeshakupa mzigo umehifadhi, alafu mwisho wa siku bana mzigo wako uziki, nikakurudia sasa mzee, njoo uchukue mzigo wako huko, hamna kitu kinatokea hapa? Hiyo ni changamoto moja kubwa mno kwenye hii biashara yetu. Kwamba bana unamkabidhi dalali mzigo, dalali sometimes analetewa maharage mengine mazuri, anaanza kuyauza yale maharage mazuri, anafukia, alafu akishayauza yale maharage mazuri anakuja kwenye ya kwako. Sasa kwenye ya kwako labda muda umeshaenda, anamwambia vipi, mbona hujauza kazi yangu? Akwambia maharage haya hamna mtu anataka, shusha bei. Kumbe hata sokoni hajaongelea. Akwambia maharage hamna mtu anayataka, shusha bei. Lakini kumbe dalali anatengeneza mazingira yake ya kupiga faida nyingine. Huenda watu ambao wanaongeleka kupanga bei ndo hawa wanaweza kupanga bei ya soko, au wale kama hivyo. Sasa mtu anaweza kukupiga bana maharage yako kwa uziki. Sasa wale hawawezi kupanga bei ya soko kwa sababu hawafanyii hivyo kila mtu. Sasa unajua kuna wale wakulima ambao uwaga wanajitahidi kutukwepa sisi, unaenda moja kwa moja, sisi tunawalangua, si walahumu kwa sababu kila mtu anafanya kazi kwa maslahi yake. Kwa ile mkulima anaingia gharama ya muda sokoni mzigo na usafiri kupeleka mzigo sokoni, sawa. Unapopeleka sokoni wewe unaenda mkulima, huwajui wateja, sawa. Kwa unapoenda huwajui wateja, unakutana na wale madalali. Unajua yule ni dalali wa pili, kwa sababu mimi naweza nikasemekana ni dalali wa kwanza, sawa, kwa sababu mimi sinanunua huku, nanunua mzigo. Mimi ni mfanyabiashara. Mimi mfanyabiashara pia nakuwa na dalali, sawa, sababu madalali na wenyewe wana wateja. Na mimi mfanyabiashara naye madalali na naye wateja, na sometimes hao madalali ndio wanakuwa wateja wangu. Kwa hiyo sasa mkulima anapotoka, anaponiruka mimi, anaenda kule kukaa na dalali. Sasa dalali anajua kabisa huyu hajui chochote kuhusiana na soko, wakuja. Umenielewa? Huyu wakuja. Sasa huyu wakuja na nafanya nini? Unapokelewa mjini bro. Unaambiwa bana umeleta maharage. Sasa kwa sababu anajua kabisa huna kimbilio la mwisho zaidi yake. Ukipiga hesabu, nimesafirisha maharage, nimefanya nini? Mbona yatanikata bei? Umeona? Ndio ile nakuja unafikia tu na lazimishia watu. Lakini sasa dalali anakuambia maharage uliletwa unauza 2,600. Hamna mtu anataka ya maharage, kwanza ni uchafu, njoo chukua. Kwa bora ushushe tu bei ya yeye. Unaona na unajua madalali walivyo na maneno convincing power. Kwa sasa dalali anamvunja moyo mkulima kwa namna ile. Kwa hiyo mkulima anaona mimi nimelima yale maharage hajanipa faida mwaka huu. Hajanipa faida kwa sababu gani? Maharage hajanipa faida kwa sababu yule dalali aliingilia kati. Kwa hiyo unakuta dalali kwenye kila mzigo, dalali anapotakiwa apatege shilingi 100 kwenye kila kilo, unakuta sasa ametengeneza hadi shilingi 400 au 500 kwenye kila kilo kwenye yale maharage anayopelekewa na mkulima. Kwa hiyo bana
wakulima wasitukimbie. Wakulima sisi ndo msaada wao. Pia naishi changamoto nyingine kubwa ndio kwamba ni mkulima unakuta labda hana mtaji wa kutosha, kwamba mimi nikikana mzigo wako wiki 2 ni hasara kwangu, mimi nahitaji ile ili nirudi tena either kulima au nakuta nimekopa natarajiwa hivi. Alikopa kipindi cha kulima. Kwa hiyo mkulima kuna hatua fulani inamfika anachoka. Unajua kibinadamu moyo unachoka, sababu umevumilia miezi 4 au miezi 3 mpaka umepanda, umepalilia, palizi ya kwanza, palizi ya pili, umevuna, umepeleka tena sokoni, umesubiria kwanza mbegu imetoka chini, mbegu imezaa, unaenda tena sokoni unasubiria. Kwa hiyo tena inakuwa ni ngumu. Alafu pia mkulima anapokimbilia sokoni direct inamtesa yeye, kwa sababu halijui soko, hajui mazingira ya soko. Yeye profession yake anajua mazingira ya shambani. Lakini kwa hiyo anapokimbilia kule inakuwa ni hasara kwake. I mean, hapo umetoka kuongelea kwamba ulikuwa ni production manager. Yeah. Na ulivomaliza chuo ukabahatika pia ukapata kuitwa kazi nyingine. Yaani ilikuwa ni straight uvomaliza tu chuo, sio? Nilivyomaliza diploma nikapata kazi. Okay. Nilivyopata ile kazi nikapambana, nikarudi shuleni. Nilivyorudi shuleni tena nikaitwa. Baada ya kumaliza. Nikaitwa kazi. Alafu ukaniambia mkashindana kwenye mshahara. Yeah. Unajua changamoto nyingi au kubwa unakuta ni ile opportunity kwamba tuseme mimi ndo nimetoka shule straight. Yeah. Nikauliza bana nataka shilingi fulani, shingapi? Wewe tu. Unajua wewe ile confidence ya kusema bana mimi chini hapa kazi yako mimi achana nayo usifanye. Uliipata wapi? Bro, mbali na kuwa chuo, naweza tukasema kipindi niko chuo pia nilikuwa mpambanaji. Okay. Nilikuwa na set limits zangu bana, every month I have to earn this. Sawa. Ili niweze kusustain maisha yangu. Nile, nishibe, nilale mahali pazuri. Umeona nilale mahali pazuri. Niweze ku-afford zile basic needs zangu. Sasa kipindi niko chuo nilishaona ugumu wa maisha. Nikaona nahitaji nini. Umeona kadiri muda unavyoenda, kipindi niko chuo nikapata ile maturity. Sasa changamoto ikaja wapi? Changamoto ikaja sehemu hii hapa. Mimi nimeenda kwenye kazi. Ninaifanya ile kazi perfectly. Sawa? Sikosei. Gharama za maisha za kule nilipokuwa zilikuwa zipo juu. Nikiangalia natakiwa nipange nyumba. Kwenye nyumba bana, kwa jinsi nilivyo, sitaki nyumba ya aina fulani, nataka nyumba ya namna fulani. Umeona? Sitaki niishi kwa mateso, kwa sababu unaenda kazini asubuhi, unaenda kazini saa 1. Unatoka saa 1, sawa? Kweli unarudi nyumbani unapigwa panga boy. Na joto la da. Ile inapuliza joto tu. Kwanza hata usingizi upati, kwa sababu unasikia kama helikopta linazunguka kila saa. Sasa nikaangalia nikaona hii kitu bana mimi hainifai, mshahara huu mimi haunifai. Nikapiga simu nikaomba ushauri. Nikaambiwa fanya kadiri moyo wako unavyoridhika. Mimi moyo wangu uridhiki na hizo bora nitaja. Kwa nikaona mimi sitaki kabisa. Alafu plus kwa sababu tayari nilishakuwa mpambanaji huko way back kwanza niko chuo, nikaona I can struggle on myself. Sipangiwi muda wa kwenda kazini, sipangiwi cha kufanya, nafanya mimi mwenyewe, ni discipline yangu tu ndio inani limit. Kwa hiyo nahitaji kiasi fulani mwisho wa mwezi. Na je, sasa hivi sina hii kazi, kiasi hichi nakipata usikipati? Nakipata. Na save usisave? Na save. Am I doing anything ambacho inaniletea maendeleo? Kweli namshukuru Mungu nafanya. Kwa hiyo sasa nikaona this will be bullshit. Kwa hiyo nikaona hii niachane nayo. Kwa kitu nilichokipata ni kwamba kitu kilichokupa confidence ya kukataa ni the fact kwamba unaweza kupata kile wanachokuofa, ila kwenye njia zako wewe mwenyewe. Njia zangu mimi mwenyewe, na afu mazingira yanakuwa mepesi zaidi. Yeah. Kwa hiyo inamaanisha ungekubaliana na mshahara wako ungekuwa sasa hivi mwajiriwa, au unajua ungejikataa tu anyway. Honestly, maana nilikuwa naajiriwa kwenda kutafuta mtaji wa hichi ninachokifanya sasa hivi. So maybe ningefanya kazi for 10 months, maybe ningeenda sana na 15 months. Alafu ungejikataa. Alafu ningekusanya tu michuzi yangu, ningejikataa. Okay. Sasa katokea kubahatika au sasa sijui niite. So sio bahati kwa sababu uliamua mwenyewe.
ukafanya ukapiga mishe zako, Yeah. mtaji wa hicho ulichokifuata sasa ulipata wapi instead? Mtaji bana, mikopo bro, mikopo, hivi vikoba vya kina mama hivi. Sawa, mtu eleze, maana mimi sivijui kwanza. Alafu plus ukiangalia nilikuwa na, mbali na mikopo nilikuwa na biashara ambazo tayari nilikuwa nafanya kama hizi za pikipiki. Pikipiki, alafu kwa muda ule tena ilikuwa ikifikaga mwezi wa 7 na mwezi wa kwanza nina order za shule kusupply vyakula, unaona. Kwa kile kitu kikao kinaniweka on track. Plus na ile vikoba ndio kikao kinanisaidia kupata mtaji. Kwa hiyo napata na kusanya hela huku kwangu, naingia kwenye mikopo, kwenye vikoba, maana nilikuwa siko valid kukopa benki kwa sababu bank statement ilikuwa iko very very low. Alafu plus nilikuwa situmii benki sana, nilikuwa natumia M-Pesa sana. Kwa mikopo nilipopata huku na huku plus kujumlisha na hela yangu, Mungu akawa mkuu, akanionekania kweli, mtaji ukaja huu hapa. Okay. Japo hatujafika kule tulipokuwa tunataka, lakini hatua naiona. Yeah. Hivyo vikoba. Yeah. Kwanza mimi nataka jana nikuintroduce kwa sababu from jinsi mimi navyoona, especially kwenye mazingira ambayo nipo. Yeah. Kijana wa kiume kwenye hivyo vitu ni very rare kukuta anajihusisha na vikoba au vitu vya namna. Ingawa nimesikia kweli vina faida na vinaleta return. Na vinakusaidia tu kuweka focus, kwa sababu kijana wa kawaida bana, unajua siku hizi kufanya saving inakuwa ngumu sana. Lakini ukishakuwa na kikoba bana, kila Jumapili unajua kila Jumapili inahitajika 120,000 ya kikoba. You struggle upeleke ile 120,000 kikoba huku, labda hapo una kikoba 120,000 kule, una kikoba cha 20,000 kule, una kikoba cha wiki 50,000. Kwa hiyo unajitahidi, labda umekusanya 300,000 yako ile kila wiki umepeleka, au umekusanya 200,000 yako kila wiki umepeleka kwenye vikoba vyako viwili tofauti. Mwisho wa mwaka inakupa ile hela yako, labda na kwa sababu ile hela inazaa kwenye mikopo inakuwa imeongezeka. Aloni introduce kwenye vikoba, na nitatoa hadithi fupi. Okay. Kipindi na mimi kwenye kuanza kwangu kupevuka, nilikuwa nawaona mama zangu wadogo wanafurahia sana hela ya vikoba, wanavunja vikoba ile kila mwezi wa 12 bana, show nimevunja, unaona kweli wanavunja vikoba. Kwa hiyo nikaona kumbe ni uzuri ni hela yako ile, sawa. Kwa hiyo nikaja nikaona pia na mtu mwingine ambao niliona ameintroduce, nilikuwa na marafiki zangu wengi walikuwa ni mabrother. Tayari mimi I'm in my 20s, 21 hivi, na ile 19 to 22 nimeingia mjini. Mabrother wanasema mimi mke wangu nampaga hela ya kikoba. Sasa nikaangalia kama mabrother wanawapa wake zao hela ya kikoba, alafu mwisho wa mwaka wanakula faida zao, nikaona kumbe kikoba basi ni kitu kizuri. Nikaja nikafanya confirmations na mama yangu, nikamwambia mama, kikoba inakuaje? Mama ndo akanifungukia pale faida za kikoba. Kwanza inakupa akili, unapata focus, unaweka hela yako, unaweka malengo yako bana, mimi mwisho wa mwaka nakuwa hivi. Kwa hiyo ni mama ndo alikuja akaconfirm vile vitu, na mazingira niliyokuepo ndo aliniintroduce kwenye kikoba. Alafu fun fact, ukicheza bana, ukiona kikoba bana, kwa sisi mabachela, Januari yako haiwahi kuwa ngumu hata mara moja. Sasa December hii hapo umeshakivunja. December hiyo hapo 23rd hapo, December 23rd 22nd ya December umekusanya pesa zako, hata kama sio ndefu. Unajua bro, hata kama umecheza kikoba kikakupa 500,000 lakini ni December, ni kweli, alafu imekupa tarehe 22, kesho kutwa tu tarehe 25 hapo, at least unaishi maisha mazuri kidogo. Ile Januari inakuwa sio ngumu sana kwako, kwa sababu unakuwa una kaela ambapo kameingia extra. Vikoba na mikopo ya vikoba vipoje? Mikopo ya vikoba iko kwa namna mbili. Ipo kwa riba fixed, na kwa riba inayoongezeka na kwa riba ambayo inabadilika kadiri ya unavyolipa. Riba fixed inakuwa hivi: nimeenda kwenye kikoba nimekopa milioni 10. Riba ni 10%, si ndio? Takiwa nirudishe milioni 11. Sawa? Mwisho wa mwaka. Sawa? Hiyo ndo aina ya kwanza. Kwamba ile milioni 1 inabaki fixed. Kwamba kwa hiyo utalipa, unajua kabisa within a year natakiwa nilipe milioni 11. Kwa hiyo mwezi wa kwanza utaleta labda 1,100,000,
mwezi wa pili 1,200,000 mpaka unapofika mwezi wa 11 umelipa 11,000,000 yote, si ndio? Alafu kuna inakuja hivi, 10% ile ile ya 10,000,000 uliokopa kwenye hii sasa namna ya pili ya mikopo ya vikoba. 10% ile ile unalipa umekopa 10,000,000, unatakiwa ulipe 11,000,000, si 10%. Lakini ukalipa ile 10,000,000, ukalipa 1,100,000, sawa? Deni huku inapungua kwamba inakuwa imebaki 10,10,900,000, si ndio? Kwenye 10,000,000 ukitoa 1,000,000 mbaki kama milioni 900,000, si ndio? Ile 900,000 ambayo unatakiwa ulipe ile riba sasa inatoka ile kwenye 10%, inabaki ile 10%, lakini kwenye hiyo inabidi ulipe tena na ile riba ya ile 900,000. Kwa hiyo umenielewa? Kwa ile riba inakuwa accumulative kila mwezi. Kwa unalipia zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta hujalipa 1,000,000 ya interest fee. Unakuta umelipa labda 2,000,000 point. Kwa sababu ulilipa kwenye 11,000,000 unatakiwa kulipa, ulilipa 1,100,000 labda kwa mwezi wa kwanza, ikabaki 900,000. Unakuja tena unatakiwa ulipe 990,000. Uongezee kwenye ile 100,000. Kwa hiyo malengo yake ni ulipe mapema. Malengo yake ni ulipe ile mapema. Sasa vikoba vya namna hiyo kwetu sisi vijana sometimes inakuwa ni ngumu kwa sababu steady income yetu inakuwa ni ndogo. Lakini vikoba vya namna hiyo ukiwepo wewe usikope. Hela ni kubwa itakayokuja kutoka. Hela ni kubwa itakayokuja kutoka, alafu mnagawana wote kwa usawa. Kwa hiyo wewe usikope. Acha watu wakuze hicho kikoba. Wakuze ile faida ambayo unaipata mwisho wa mwaka. Issue ya vikoba inakuaga simple kiasi hicho. Okay. Kwa basically mtaji wako umetoka kwenye vikoba na kujichanga mwenyewe na ile kuangalia mzee amekaaje, amekupa kazi, umepindua kidogo. Kwa nini kwa upande wako hutaka kuingia kwenye tourism? Kwa sababu umeniambia mazingira ya nyumbani ilikuwa ni tours. Tourism nimeingia kwenye tourism. Lakini tourism siifanyi sasa hivi kwa sababu ya urefu wa mfuko. Tourism kidogo inahitaji hela nyingi kwenye advertisements. Okay. Sawa na unapoanza pale inahitaji hela nyingi kujisajili na Tala, kulipia website, matengenezo ya website, kulipia hosting ya website. Lakini ni swala ambalo mtakuja kulifanya baadaye. Unajiona ukirudi kwenye tourism? Nitakuwepo kwenye tourism kwa sababu nitaendeleza, kwa sababu tayari nilishaanzisha na nina website lakini sikusajili kampuni. Website inaitwa thecruisingfort.com, thecruisingforttanzania.com. Lakini sasa nikiangalia tourism kwa sasa hivi inakuwa ngumu kidogo kwa mimi kufanya kwa sababu muda, alafu pia changamoto ya mtaji. Turudi kidogo kwenye mambo ya ukulima. Kwenye statement zako uligusia kwamba ulivyoanza ulianza kwenye shamba lako la eka 1. Ukarudi chuo. Kuendelea na masomo. Alafu ukaamua kurudi hivi. Kwa nini kwenye hicho kipindi bado tena ulikuwa na options zingine kwamba either nifanye niuze mbuzi, nifanye biashara ya ufugaji na vitu kama hivyo? Ilikuwaje kwamba bado kulikuwa kuna doubts? Unajua bro, in life utakitu kuwa mbishi kila saa bana. Plan A yani I never have to fail, yani kwamba plan A it's only plan A. Natakiwa niwe na plan A, niwe na plan B, niwe na plan C. Sawa. Kwamba ninapokuwa na hizi zingine zinaweza zikatumika kama escape route. Kwamba huku pamekataa, natumia nguvu nyingi, naumia, sasa sistahili kuendelea kuumia. Kwa hiyo niangalie options hizi zingine. Kwa hiyo options zilizokuja ndo zilikuja hizo options za mbuzi, maharage, mchele, mafuta ya kula. Lakini nikaamua kustiki na hii option ya maharage kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni ilikuwa ni kitu ambacho kinanifaidisha. Naona kidogo hichi kinakuwa chepesi kwangu. Kwa nini mbuzi ilikuwa option? Simple but impactful. Unajua mbuzi bana hashambulii na magonjwa sana. Sana sana mbuzi anaumwaga ile kitu inaitwa kizunguzungu. Kama binadamu au ipoje ya kizunguzungu ya mbuzi? Kizunguzungu mbuzi inakuwa kama anaona macho anageuka kama makengeza fulani, alafu ukimweka anashindwa kusimama. Ile ndio ugonjwa mkubwa wa mbuzi.
Pia magonjwa yanayopata sana sana ni minyoo ambayo inatibika. Sawa, ukiwahi tu kumpa dawa ya minyoo mapema, mbuzi ana sustain. Alafu mbuzi bana hahitaji uangalizi mkubwa sana kama ng'ombe. Umeona ng'ombe itabidi uwe na mahali pa kuhifadhi zile cow dung, mahali yake vile vinyesi vyake. Umeona, na kwa mazingira yangu kitu rahisi kufuga ilikuwa ni mbuzi, kwa sababu ni rahisi kumfanyia usafi, ni rahisi kumtibu. Alafu mbuzi anazaa mapema sana. Mbuzi anazaa mara 2 kwa mwaka. Kondoo anazaa mara 3. Sawa Kwa hiyo ukipiga hesabu ukiangalia, kondoo na mbuzi walikuwa ni wanalingana. Wanalingana. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho ni vizuri kukifanya, kwamba ningejipa tu miaka 2 ya kukusanya wale mbuzi wazaliane, ni watunze na nini, wangefika hatua wangenipa faida, after 2 years wangenipa faida. Lakini sasa nilivyoona mbuzi bana, ili niwe profitable, labda nimeanza na mbuzi zangu 30, ili nianze kuwa profitable, I just have to give myself 2 or 3 years. Kwa nikasema mimi bro, nataka hela leo, kesho nataka hela. Sawa, japo ni rahisi, na of which ningevumilia kwa miaka 3 au miaka 2, ningekuwa nafanya hivi. Yani ningekuwa na uwezo wa kila wiki labda kuuza mbuzi 2, kwa sababu ningekuwa na mbuzi wengi. Sawa, lakini nikaona this inatakiwa ije ni large scale business kwangu, kwamba sasa nitaiweka hii option kama ni option ambayo nitakuja kuifanya baadaye. Sasa hivi acha ni deal na haya maharagi, kwa sababu maharagi naenda nachukua leo, kesho nimeuza. Maharagi watu wanakula kila siku bro. Ile nyama ya mbuzi ni starehe. Mpaka mtu atoke huko aende kwa Mrombo kutafuta nyama ni Jumapili hiyo. Lakini maharagi huyakwepi. Asubuhi ukiamka mama ntilia amekuja kununua. Watoto wa shuleni wanakula maharagi. Watu wa majela huko leo wanakula maharagi. Kwa hiyo nikaona maharagi ni kitu ambacho kinakuwa consumed sio kila siku, ni every time. Kwa hiyo nikaona acha ni deal na maharagi. Kwa hiyo ndo maana hiyo option ya maharagi ikastick. Japo hizi options zingine hazimaanishi kwamba sintawahi kuzifanya. Hizi options zingine zipo kwenye my thoughts and my plans tayari. Najua kabisa by 2017 nitaanza na biashara ya nini? Ya mafuta ya kula, kuwekezea huku kwenye nafaka, kwa sababu mimi ni nafaka, lakini nimeanza na maharagi, itabidi ni deal na mafuta ya kula pia. Kwa sasa nitaweka ile na mafuta ya kula pale kwa brand ya nafaka. Kwa hiyo tunakusanya faida huku tupate hela tununue mashine ya kukamua na kuchuja alizeti. Alafu tutadili na nafaka tena, itatuletea bidhaa nyingine ya mafuta ya kula. Okay, sawa kabisa. Na swali afu nimelisahau. Kwenye nafaka unauza maharage. Majorly ukipata nanilii mazao unapeleka masoko ya jumla kuuza kule. Haujawahi kufikiria, au kama umeshawahi kufikiria, kwa nini ufanyi kupeleka labda kwenye mahoteli? Umesema unapeleka kwenye una supply vitu kwenye mashule. Je, pia hii unaendelea kusupply au hujafikiria route style hiyo? Kwa nini? Unajua unapoanza biashara unakuwa una specific targets zako. Kwamba mlengwa wangu ni nani? Mimi mlengwa wangu ni yule mtu anayeuza rejareja. Sawa. Mtu anayeuza rejareja ni yule mtu anayenunua gunia la kilo 100. Sawa. Watu wengi wa rejareja huwa wananunua kuanzia kilo 100, kilo 500, kilo 1000, kilo 2000. Wale mimi ndo walengwa wangu, kwamba wao wanunue kwangu, alafu wao wawauzia watu wengine. Sasa unapoenda sehemu kama shule ukipeleka upeleki gunia 1, unawapelekea labda gunia kuanzia 20, kwa sababu wanachukuaga chakula kinachowa sustain for a whole term of 6 months. Kwamba if I give them January a surplus of food in January, if I supply them food in January, the food should sustain the school until June. Wakifunga tena. So pale inapofika June, they will want another supply from July to November or December. Kwa hiyo that's why I'm dealing with schools and not hotels, because hotels ukiangalia they are not large consumers. Wananunua kidogo kidogo. Most of the time hotels maharage ya hotelini, hata hizi hoteli kubwa bro, maybe wakinunua mengi wamenunua kilo 5 wanatumia kwa siku. Kwa hiyo unaona ni kidogo, maybe kilo 3, maybe kilo 1. Kwa hiyo ukiangalia hoteli ni ndogo.
La volume yao ni ndogo. Ako wewe target yako ni wale ambao wananunua kuanzia kilo 100. Yeah. Wananunua volume kuanzia kilo 100 kuelekea huko mbele. Gunia hata kama akichukua gunia 1000 sawa. Ile ndo target yangu. Kwa hiyo ndo maana si deal na hotels na sehemu zingine ndogo ndogo. Lakini as times goes on, nitafanya kama ile Rick Ross alivyokuwa anasema bana, ukimuita yeye kwenye show on a Monday, Tuesday or Wednesday, hata iache ile mazani. Kwa sababu umemletea maybe 50% of the money ambapo alikuwa anategemea kuipata weekend akienda kuperform. Kwa hiyo mimi sasa I'll be performing kwa tunapoelekea huko mbele na set to my things straight, I'll be performing every day in the week. Kwamba utaniletea hela ya Jumatatu nitapokea na hela ya Jumapili vile vile nitaipokea. Kwamba siwezi kuiacha hela ya Jumatatu ikapita sijaingiza. Ni heri nusu mkate kuliko kukosa kabisa. Obviously brand inavyozidi kuwa kubwa, wao wanakutafuta inakuwa ni rahisi kwako pia. Mimi ningependa pia kujua changamoto kwenye biashara yako ya kulima, ya kuuza nafaka. Ujue changamoto kubwa ndio hiyo, kutafuta masoko, au changamoto kubwa ni lipi? Changamoto kubwa inayonipata mimi kwenye uuzaji wa nafaka ni hiyo sasa, kwenye kuzunguka mkoa kwa mkoa, sehemu tofauti tofauti, kufahamu sometimes pia na usalama, kwa sababu unaweza kaenda kwenye kijiji, you have to work with cash. Hawapokei hela, hamna omba ya M-Pesa stima nini. Yani sio kwamba hawapokei, ni kwamba hamna access ya M-Pesa. Kuna mahali bro utaenda, changamoto sasa hizi ambazo tunazipata, kuna mahali utaenda bro, Voda ishiki, na tunavyojua Voda wage na kamata kila mahali. Voda ishiki, Tigo ishiki, inashika Halotel wewe huna. Umeona Kwa hiyo inakuwa ngumu. Unatembea na cash nyingi kwenye kwenda kutafuta mzigo. Kwa pia ile inaongeza tena ile changamoto, inazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo inabidi unavyotoka bana, uhakikishe leo unaenda kununua mzigo wa milioni 10. Unabeba milioni 10 ile umeitenganisha huku na huku, ile linalotokea at least ubaki hata na chochote kitu. Ubaki hata na chochote kitu, umeona Kwa hiyo sasa, kwa changamoto kubwa inayokuwa ni hiyo bana, kuzunguka na kufahamu kila sehemu. Ni ngumu na ni gharama. Kwenye kuzunguka kwako, changamoto gani kubwa ulikutana nayo? Kwenye kuzunguka kwangu, ushawahi kuibiwa? Sijawahi kuibiwa. Namshukuru Mungu kwa sababu ninavyoanza hii biashara nilipata mtu ambaye ameshawahi kufanya, akawa ni guide kwangu. Kwamba naenda alikuwa anazunguka hivi. Kwa kwamba tukawa tunazunguka kwa pamoja. Kwa hiyo kwa sababu yeye alishapitia changamoto fulani, akawa ananipitisha kwenye zile changamoto through his experience. Kwa hiyo ananiambia bana, kwa sababu tunaenda kununua mzigo, toa kiasi fulani. Sawa? Labda naenda natoa hela yangu 200,000 ili tuende tukanunulie mzigo. Sasa napotoa ile pesa, tayari nimeshajua kabisa, kumbe kule kwa sababu hamna M-Pesa inabidi niwe na cash nikienda mahali fulani. Umeona Lakini kuna sehemu za masoko ambazo ziko accessible na hela unapata, mtandao unashika, mawasiliano yapo, kwa hiyo inakuwa rahisi. I can't say kwamba nimewahi kupata changamoto kubwa zaidi ya tu sometimes mtandao kunizingua. Na ile umekutana na mzigo ni mzuri kweli, unabidi ununue, inabidi sasa uwasiliane na mtu ambaye yupo huku akutumie pesa, uweze kuaccess ile pesa, ufanye kazi, inakuwa ngumu. Lakini mbali na hivyo, kwa sababu kweli namshukuru Mungu alinipa mtu ambaye amekuwa ni msaada kwangu. Unajua I am a believer, na kuna mstari wa Biblia wa Isaya 60 nadhani 45, nasema, na malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wenye utajiri, watu wa mataifa wapate kukuletea utajiri wa mataifa yao. Sasa mimi utajiri ambao nililetewa wa taifa la huyo mtu alipotoka ilikuwa ni ile knowledge na experience aliyoko nayo, akashare na mimi kwa kunifundisha, kwa sababu ilikuwa ni practically. Mimi naenda kununua mzigo mahali fulani, twende. Kwa hiyo ile kidogo imenipunguzia changamoto ya hii biashara. Na mimi ninadhiri nimeweka kwa Mungu, kwa sababu mimi nilipata msaada bure tu, sikulipia. Mimi mtu yoyote anayetamani au mtu yoyote anayetaka kufahamu hii biashara ambayo naifanya, kama sadaka yangu kwa Mungu, itakuwa rahisi mimi kumfundisha, kumwelekeza kila kitu. Unajua, umesema kitu kizuri sana ambacho nahisi huenda
concept vibaya au tunakifikiria negatively. Unajua kuna ile mentality ya kwamba mi najua kitu fulani siwezi kukuambia wewe maana bado ukaja kunibania riski yangu. Kitu gani kinakufanya wewe uamini otherwise hapa? Bana, hamna mtu anaweza kukubania riziki. Hamna mtu anaweza kukubania riziki kwa sababu kama ingekuwa mtu anakubania riziki, kwa sababu mimi sio mtu wa kwanza kuuza maharage. Sawa na kwa sababu mimi sio mtu wa kwanza kuuza maharage, kuna ambao wamenitangulia kuuza maharage na kuna watakao kuja kuuza maharage, si ndio? Kwa hiyo sasa mimi sintakufundisha kwamba ile inapatikana hivi, that you will figure out yourself. Lakini mimi nitakufundisha au nitakuelekeza, nitakuguide, pita hapa na pale, utapata maharage kwa changamoto hii iliyopo na changamoto hii iliyopo. Hii changamoto mimi niliwahi kuitatua kwa namna 1, 2, 3. Kwa hiyo wewe utaangalia na wewe unatatua vipi changamoto iwe nyepesi kwako zaidi ilivyokuwa kwangu. Umeelewa Kwa sababu taarifa ya changamoto fulani inakuwa imeitatua ile changamoto for 50%. Implementation yako wewe unaenda kuiface ile changamoto, kwa sababu hizo changamoto ni lazima kila mtu atazipitia. Kwa hiyo wewe unavyoenda kuimplement tactics zako za kuitatua ile changamoto, inakuwa ni hatua nyingine umemalizia asilimia zingine 50. Kwa hiyo tayari nilishakurahisishia kwa kufahamu, unaenda ukiwa unajua kabisa kitu gani naenda kukiface. Umeelewa Kwa hiyo mimi siamini kwamba leo nikifanya kazi mimi ya kuuza maharage alafu huyu akaja akataka knowledge nimbanie. Haiko hivyo. Huyu hawezi kubana riziki yangu. Mungu ndo anaweza kaamua ananipa riziki au anipi, lakini Mungu atakupa mkate wako kila siku. Cha msingi tu pambana, ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa. Umesema kipindi cha corona mambo yalikuwa mabaya na pia Simanjiro kulikuwa hamna mvua. Mkakaa misimu 3. Kwa ile sehemu tuliokuwa tunalima sisi kwa misimu 2 mvua ilizingua. Tukiongelea misimu 2 ni miaka mingapi hiyo? Miaka 2. Ni miaka kwa maharage msimu mmoja ni mwaka mmoja. Ni mwaka mzima. Kwa sababu msimu mmoja msimu mmoja ni ile msimu wa Simanjiro huaga ni ile msimu wa masika. Msimu wa mvua nyingi, kwamba tunakuja na mvua zinakuja mwezi ule wa 3, zinanyesha throughout mpaka mwezi wa 5, mwezi wa 6. Sawa na most of the time ndo tunapanda kwa kipindi hicho, ndo tunaotesha maharage. Kwa hiyo kwa kipindi hicho sasa msimu mmoja unapokuwa umeisha, kwa sababu tunategemea mvua kule, kwa tunahesabia ni mwaka mmoja. Kwa hiyo ilizingua kwa misimu 2, alafu msimu wa 3 ni ile tu uvivu. Mkujipanga. Tukawa tujajipanga, tujafanya kilimo. Okay, sasa umesema hivyo ni kwa misimu. Simanjiro msimu mmoja wa maharage ni mwaka mzima. Sio mwaka mzima. Ni sawa sawa tuna mwaka mzima, sababu kwamba ni kwa mwaka tunalima mara moja. Tunalima mara moja. Na upande ambao umesema mazao ni mengi wa kanda ya ziwa na pia ni hivyo hivyo kaskazini. Sasa kaskazini iko hivi kitaalamu. Maeneo ya kaskazini, maeneo ya kanda ya ziwa na maeneo ya kaskazini na kanda ya ziwa tunayaita bimodal areas. Sawa. Bimodal areas ni sehemu zinazopata mvua mara 2 kwa mwaka. Kuna 2 seasons of rain kwa mwaka, kwa maana ya kwamba masika na vuli. Sawa. Masika ndo zile mvua za muda mrefu, vuli ni mvua za muda mfupi. Sawa. Kwa hizi northern zone hayo majira yake yanafanana. Sawa ambapo sehemu kama Arusha, Manyara mvua zinanyesha muda mrefu kuanzia mwezi wa 3. Ndo tunapata zile mvua za masika. Ndio maana hata unaona Arusha ikishafika mwezi wa 2 mwishoni mwezi wa 3 baridi linakuwa kali mpaka ile mwezi wa 6 baridi kali mno. Umeona? Kile ndo kipindi cha winter, masika, ambapo hapo ndo mvua zinakuwa nyingi. Mvua zinapokuwa mingi, maeneo mengi kilimo kinafanyika. Umeona na maeneo yanafanyika kilimo yanafanyika maeneo mengi kwa sababu watu wana uhakika wa mvua kwa muda mrefu. Sawa. Kwa sasa pale ndo kuna kutime. Unajua wataalamu bana, wakulima ni wataalamu bro, kwa sababu wao wanajua natakiwa nipande mwisho wa mwezi wa 4 au mwisho wa mwezi wa 3.
kwa sababu nikiwahi kupanda au nikichelewa kupanda mvua zitakuwa haba au mvua zitakuwa nyingi zitaharibu. Yeah. Okay, kwa hiyo kwa upande huu kuna misimu mingapi kwa mwaka? Kwa upande huu kuna misimu miwili. Msimu wa vuli ambao ni wenyewe, msimu wa vuli ni mwezi wa 10 ule mwezi wa 11. Okay. Sometimes mwezi wa 9 mwishoni. Sawa Alafu kuna masika ambao ndio hiyo mwezi wa 3 mwezi wa 6. Mvua zinakuwa ni nyingi. Sawa kwa hiyo inakuwa ni nzuri kwa ajili ya kilimo. Alafu kuna maeneo mengine sasa ambayo tunasema ni yanaitwa unimodal areas. Kwamba hizi unimodal areas ni kinyume cha hii bimodal areas. Bai tunajua ni 2, uni tunajua ni 1. Yenyewe ina mvua moja za muda mrefu. Ambapo ni maeneo ambayo sina uzoefu nayo sana kwa in terms of kuishi, lakini nimeyasoma kwa sababu ilinibidi nijue. Kwenye story ukipiga na watu unazisikia. Hizo ni sehemu za Central of Tanzania and Southern part of Tanzania. Huko sasa unaposhuka huko Masongea, Mbeya iko Central, sawa. Unapokuja sehemu za Central of Tanzania na Southern of Tanzania. Kwa hiyo sasa ukiangalia kule wenyewe wanakuaga na mvua moja, wana msimu mmoja wa mvua, ambapo msimu wa mvua huaga una last muda mrefu kama miezi 4 hivi. Japo na penyewe mvua kuna maeneo yenye asili ya ukame mvua haziwi nyingi, lakini kuna maeneo yenye ambayo hayana asili ya ukame kama Mbeya hapo, Iringa, mvua zinakuwa nyingi. Yeah. Kwa hiyo hizi sasa pia hizi bimodal na unimodal areas na zenyewe zinasaidia sasa ile kupatikana kwa maharage throughout the year. Umeelewa Yeah. Kwa sababu huku mvua zinapokuwa zimekatika, kule mvua zinakuwepo ndio zinaanza kwa unaweza ukahama. Kwa unaweza ukahama, na huku mara nyingi mvua zao zinaanza mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 3. Mbeya. Hizo maeneo za huko hizo unimodal. Maeneo za unimodal. Kwa hiyo mara nyingi mvua zao zinakaa hivyo mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 3, mwezi wa 2 mwishoni. Opposite na huku. Ambayo inakuwa ni opposite na huku. Kwa hiyo unaona kabisa ukiweza kutime vizuri huku, ukafanya kazi vizuri huku, msimu umekata, unahamia kule. Unahamia huku. Okay. Unajua kwa nini nimekuuliza nataka kujua hivyo? Kwa sababu naam, kama hivi kilimo ni kitu cha msimu. Yeah. Sasa obviously sasa sijui utakuwa na experience na ila mimi nataka tu kujua kutokea kwako. Yeah. Kwamba mara nyingi mimi tuseme ndio hivi msimu huu nimeshavuna, msimu huu nimeshauza. Yeah. Je, ile hela ambayo mtu anaweza kupata pale inaweza kumsustain kweli mwaka mzima kwa mtu aliyelima? Au umeuza, especially kama hivyo hujaamua kuwa mtu wa kuzunguka kwenda huku kutafuta mazao throughout the year. Ile hela haiwezi kumsustain mtu mwaka mzima. Okay. Kabisa. Ndio maana ile hela ikusustain mwaka mzima inabidi uzunguke au ununue volume. Otherwise ununue volume kubwa ya kukusustain mwaka mzima, au uwe una mzunguko mwingine au una biashara nyingine na kuingizia kipato tofauti na hii. Yeah. Do you think inawezekana mtu akiwa chuo sasa anaweza kufanya kweli kilimo? Mtu anaweza kufanya, lakini kama unasoma Arusha, huo una shamba Arusha. Ili uweze kusimamia kazi yako, kwa sababu bana, kazi nzuri na kazi yenye matunda ni ile ambayo umeisimamia mwenyewe. Kwa hiyo unajua ulisimamia, uliwekeza kiasi gani, inakuwa haina lawama. Kwa sababu unajua nilikosea wapi au sikukosea wapi, kazi imekuja, imeniridhisha, sawa. Haijaniridhisha ni kwa sababu nilikosea mahali fulani. Kwa hiyo unapokuwa chuo, labda kufanya kilimo inawezekana, lakini fanya kilimo ukakisimamia mwenyewe. Huo ndio ushauri wangu mkuu. Mzee wako umesema anafanya kilimo sasa hivi. Yeah. Anafanya kilimo cha maharage? Yeah, anafanya maharage na mahindi. Akoni wewe ni mmoja wa wateja wake? Mimi ni mmoja wa wateja wake. Yeah. Do you see yourself na pia ukisema bana, sasa hivi mimi nataka nitoke hapa na mimi niwe na eka zangu kadhaa na lima napeleka sokoni, au utabaki hapo ulipo sasa hivi? Absolutely. Nitafanya zote, nitalima na utaenda sokoni. Na nitaenda sokoni kama kawaida. Kwa sababu mimi nikilima itakuwa na faida sana kwangu, kwa sababu nakuwa nimejikwepa. Yeah. Yule mtu kama mimi ni mkulima na mimi pia ni muuzaji. Kwa mimi nalima na ninajiuzia mwenyewe, kwa sababu najua sokoni pakoje, naenda kuuza wapi. Yeah. You think that's the best way to start, kwamba bora ulijue soko kwanza alafu ndo uende kulima. Professionalism inabidi uanze kulijua soko kwanza.
Alafu ndo uingie shambani professionally. Kwa sababu utalijua soko alafu utajua unaenda kufanya nini shambani. Yeah. Okay. Sawa kabisa. Umesema kuna mikoa ambayo ni unimodel. Umesema hiyo huna experience ya kuishi ila umeisoma. Nimeisoma na nimepita tu kidogo. Umesomea kuhusiana na kilimo au imekuaje? Sijasomea kuhusiana na kilimo. Mimi nimesoma mechanical engineering. Professionally I'm a mechanical engineer. Lakini kilimo kwa sababu tu ni passion ambayo ninayo, imekuwa ni rahisi kwangu kukifanya na kukifuatilia. Kwa hiyo sikusoma kilimo. Sema kwa jinsi wangu hutaki kuwa mechanical engineer, hutaki kuitwa engineer Nick. Bro, life hits you with its options. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa sababu imekuwa ni kusudi lake mimi kuwa huku. Kwa kwenye engineer ilikuwa ni path ya mimi kupita, kwa sababu hiyo engineering ndio imenifanya nimekuja huku, kwa sababu kuna njia fulani nimepita kwenye maisha, kwenye situations tofauti mpaka ikanileta nikawa muuza nafaka, muuza maharage specific. Unajua mimi kitu ambacho naamini pia muda mwingine gundua kitu gani ukipendi ile ujifunze. Ujisei kwamba umegundua kwamba mimi sipendi engineering ndio kajifunza bana mimi nataka nifanye biashara. Honestly, engineering napenda. Lakini pia biashara naipenda zaidi. Okay. Kwa sababu hii ina faida kuliko kulipwa 1,200,000 kwa mwezi. Huku nikikaza buti vizuri, bosi ni mimi. Ni kama ule mfano wa kuna ile mimi nasambaga mtandaoni, jamaa anamwambia, "Oh, boss, such a nice Lamborghini over there." Alafu boss anamwambia jamaa, "If you work hard more enough, I'll get another one." Mimi I want to work for myself. The more I work hard, the more I get another Lamborghini. Umeongelea kuhusiana na biashara kusaidia kupata Lamborghini. Na pia umesema umependa mechanics. Kwa nini sasa kwenye options zako sijasikia nataka nifungue biashara tuseme ya kutengeneza magari, kuuza spare? I need something ambayo it relates with at least engineering. I have that, lakini unajua owning a workshop, itataka depending on what you want, depending on what maybe I want. Itataka hela nyingi, maybe from $80,000 kupanda juu. $80,000 tukiata KTZS marefu kama milioni 200 hivi. Of which hiyo hela honestly sina. Sawa lakini pia vikoba haviwezi kufikisha huko. Vikoba haviwezi kunifikisha huko. Kwa hiyo taratibu tunavyoendelea miaka 10, miaka mingapi mbele, sio kwamba nitaiacha ifani yangu kabisa. Hapana, si nitaiacha ifani yangu kabisa, lakini nitadili nayo kwa sababu pia I'm really exposed kwenye hii biashara ya kwenye engineering. I'm really exposed na it kwa sababu nimeshakaa viwandani muda mrefu na nimeshapita kwenye viwanda vya watu na nimeona na najua in case nimeingia tena nimerudi tena kwenye hiyo career yangu, najua nitafanya nini. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya urefu wa mfuko tena nimeweka pembeni kwa maharage kwanza. Speaking of vikoba, I meant to ask this nikasahau. Unajua kama hivyo umesema biashara ya vikoba ili ipate faida ni kukopesha. Naamini kila mtu akikopesha pale ni ngumu sana hiyo biashara kuendelea kukua. Inakuwaje kwamba sema mimi nimeweka milioni, naweza kukopa mpaka shilingi ngapi? Sasa kwenye vikoba iko hivi, umeweka milioni na inaonekana wanaangalia kwanza mfululizo wako wa kuweka pesa kwa mwaka. Kumbe so mwaka wa kwanza siwezi kukopesheka. Mwaka wa kwanza unakopesheka, lakini kwenye vikoba tena unakuwa na mdhamini. Mtu ambaye anakudhamini. Kwa kwamba ni asije kupotea. Ulikuwa referred na mtu fulani. Huyo mtu ndo anaambiwa kwa sababu ndo ulituletea huyu mdhamini, ili kwamba akishindwa kurudisha hii hela yetu tunaipata kwako. Kwa hiyo ukiwa wanaangalia kama kiwango chako waga ni milioni 1, sometimes kuna vikoba unaweza ukakopeshwa zaidi, kuna vikoba haukopeshwi zaidi. Kama umeweka milioni mpaka sasa hivi unaweza kupata mpaka 600,000. Unaweza kupata hata milioni hiyo. Kwa inakuwa hivyo. Okay basi sawa.
tutoke huko. Swali lingine ambalo ningependa kukuuliza hapa, umeongelea kuhusiana na boss. You have a nice Lamborghini. If you work hard, I'll get another one. Unaamini kwamba huwezi kutajirika kupitia kuajiriwa? Kwa ninachoamini. Kwa nini? Siwezi kutajirika kupitia kuajiriwa. Bro, umefungwa sehemu moja. Umefungwa kwenye kazi yako. Sawa? Maybe kama kazi yako inaweza kukuruhusu kuwa na exposure ya kuzunguka sehemu fulani na sehemu fulani, hapo unaweza ukatajirika, kwa sababu ile kazi yako na ile exposure unayoipata kutokana na kazi yako, maybe unaweza kutumia ile salary yako kuinvest kulingana na vitu ulivyoviona kule nje. Lakini kwa kazi ambazo mimi mara nyingi nitazifanya, bro, mimi nitasimamia mashine asubuhi, mchana, jioni. Sawa? Hivyo tu. I'll totally be dumb kwa sababu I will lack exposure. Sawa? And if I lack exposure, my mind will be jailed, will be caged in only one particular thing, me and the industry. Sasa, because I'm going out and I'm roaming around, I see many things, I see many opportunities. So hiyo inanirahisishia mimi kutajirika, kwa sababu sikai tu sehemu moja, kwa sababu naenda sehemu nyingi, naziona fursa nyingi. Kwa hiyo mimi ni mimi tu kuamua kufanya fursa ipi na kuipa muda wangu fursa ipi. Kukaa hapo kwenye masuala ya biashara na kuajiriwa. Notion nyingine ambayo ilikuwepo ni the fact kwamba watu wanakuambia nataka nifanye biashara because I want to have my own freedom, I want to be my own boss. Kwa experience yako ambayo umeshaajiriwa na sasa hivi unafanya biashara, do you think kufanya biashara ni unapata kweli more freedom? Unapojiajiri bado tena unamfanyia mtu kazi ambaye ni wewe. Sijui umenielewa? Kwa hiyo freedom sawa, kwa sababu unajifanyia mwenyewe, there's no one to judge you, lakini maybe because you lack purpose ndio maana unaona unapata freedom. Lakini if you have purpose for a certain for a certain period of time, lazima work hard ili kuja kuiachieve ile freedom. Kwa sababu bana umeshajiwekea take profits zako. Bana mimi every month take profit yangu inabidi iwe ni shilingi 50,000. Sawa? Ili upate freedom, pambana huu mwezi take profit yako iwe 150,000. Ili mwezi ujao uweze kujaribu kuwa free, urelax. Umenielewa? Kwa hiyo having freedom, utaipata freedom after umeaccomplish your goals. Lakini uweze tukasema kwa sababu nimejiajiri I am free. No, you are not free. Lazima uende ukaikague kazi yako, kwa sababu ni kazi kama kazi zingine. Kuna neno umelitumia hapo. Na hili neno mimi naamini lazima ni mtu ambaye amefanya forex ndio atumie neno kama hii. Take profit. Umeshawahi kufanya forex? Nimeshawahi kufanya forex na naendelea kujifunza. Mpaka leo? Mpaka sasa hivi. Kwa hiyo you believe in forex? I believe in forex. Sio kama tunavyotuambia ni utapeli. Hapana, forex si utapeli, kwa sababu sasa you deposit money by yourself, you withdraw it by yourself. How can it be a scam? It's never a scam. Lakini people doing it, people ambao tayari wana exposure na forex, ndo wanaitumia ile knowledge yao kuwa scam watu wengine. I mean, obviously tutaongelea forex, already have an episode nyingi kama 2-3 tushaongelea forex, so to stick na nafaka, sio? Sawa. Umesema ungetamani kweli ufanye nafaka kiutofauti. Naomba ujaribu utupe hiyo picture yako. Unatamani uifanye kiutofauti kivipi? Kiutofauti kwa namna ya kwamba nataka ni mkutanishe mkulima na end user moja kwa moja. Neno uvunje wa madalali yote hapa katikati. Vunje madalali yote hapo katikati. Mtanisamee mawinga wenzangu. Unataka ujitoe mwenyewe kwenye biashara. Mimi mwenyewe nitajitoa kwenye biashara. Lakini nitajitoa smartly, I will earn vizuri tu, kwa sababu nataka nivunje hapo huyu mtu kati, kwamba nimkutanishe mkulima na end user directly. Na unahisi sasa hivi kwa nini kuna hiyo barrier? Bado tupo nyuma ya wakati, bro. Ni nini tunahitaji ili tuhakikishe tupo kwenye hicho kitu kweli kinazibika? Maana lazima kuna kitu ambacho unakiona kwamba bana hicho ndio kinasababisha mkulima na end user wakutane. Tukiweza kutatua hili, watu wanakutana. First of all ni elimu kwa wakulima.
kuwapa kulitambua soko ni kazi ngumu and it will take years, maybe 5 to 10 years. Na kwa sababu yani in short nataka tu niwe na kama application au niwe na website ambayo itakuwa inawabrief watu kwenye bei kiurahisi zaidi, kwa sababu unajua website iliyopo ni ile ya Wizara ya Kilimo. Inatoa bei, lakini most of the time bei inayokuwa imepostiwa kwenye Wizara ya Kilimo, unajua serikali kidogo inawabeba wakulima kwamba inaongezeaga, kama maana ile bei inayokuwa imepostiwa kwenye website ya Wizara ya Kilimo waga tuna deduct kama shilingi 200 au shilingi 300, maana ile ni bei international. Alafu sasa ndo tunarudi huko. Sasa mimi ninachotaka nifanye ni hakikishe ile bei nimeiweka ikawa systematic vizuri, kwamba kila mtu akawa aware na ile bei. Naomba nisiseme ni kwa mfumo gani nataka kufanya. Utatoa siri? Nitatoa siri, wenye nguvu wataishi na mpango wangu. Kitu kingine ambacho tumekiongelea previously ni kwamba unaweza kupeleka mzigo sokoni halafu usinunulike. Kwa upande wako sio kutokea? Sijawahi kupoteza, kwa sababu I know what the market wants. Kwa hiyo nanunua kile ambacho soko linahitaji. Unajua mimi I'm curious kwamba unavyosema unasafiri, sawa? Ndio. Kiukweli mwenyewe nikipiga hesabu sasa hivi nikasema nisafiri. Na hisi nikienda Mbeya ni kubwa sana. Kujua niende wapi specifically. Kwa upande wako wewe ni vitu gani unazingatia ile usosi hizo maharage au inakuwaje kwamba unaenda sehemu fulani husika? I know people. Wanakupigia simu kuna maharage. Yani, mbali na watu kunipigia simu, kwa mfano kama juzi nilipigiwa simu na mtu ambaye yuko Songea, lakini Songea pia ni kubwa. Lakini nikamuuliza kijiji gani na nini, akanielekeza, nikaenda. Sawa. Kwa hiyo huyu alitokea tu TikTok huko, aliona posti yangu akaniambia njoo na maharage, njoo nunua. Unaona? Haya. Ukiangalia na sehemu nyingine napopata sauce, nilikwambia kuna mshikaji nilikutana naye akawa kama ni neema kwangu. Akawa kama ni neema kwangu, kwamba akanisaidia kujua, sababu yeye tayari ana experience ya hichi kitu alichokifanya. Alishakifanya hichi kitu, kwa hiyo anajua Januari napata wapi mzigo, mwezi wa 3 napata wapi mzigo, mwezi wa 10 napata wapi mzigo, mwezi wa ngapi napata wapi mzigo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa vile ambavyo yule jamaa ameni connect na nielekeza huku na huku, sometimes na mimi hivi wateja ambao wanakuwa TikTok, sipati wateja, tunapata na wauzaji pia, wakulima pia wananiambia na mzigo niko mahali fulani. Kwa hiyo inakuwa easy mimi kupinpoint the exact location ambapo naenda kupata mzigo wangu. Kwa hiyo inakuwa hainitumii gharama kubwa, sababu natoka mahali nilipo, either ni Dar es Salaam au Arusha, nikiwa kabisa specifically najua my pinpoint location ni wapi. Kwa hiyo na maelekezo yote bana, ukifika mahali fulani chukua usafiri fulani, njoo kijiji fulani, utanikuta. Kumbe ukienda ni kwamba umeambiwa kuna mzigo, sio kwamba atile acha nika explore mzigo Mbeya. Yani kuna hiyo kwenda ku explore mzigo Mbeya, lakini unajua kabisa natoka naenda Mbeya sehemu fulani, kwa sababu huu ndo msimu wake wa kuvuna maharage. Ni kitu ambacho unakuta kinajulikana. Ukienda pale unatafuta mtu sokoni akuelekeze bana, nenda hapa utapata. Kabisa. Okay, hapo sasa nimekuelewa. Umeongelea kuhusiana na TikTok. Social media inakusaidia kwa kiasi gani kukuza biashara yako? Au imekuletea impact gani mpaka sasa hivi tangu umeanza kuitumia? Social media imeniletea impact nzuri kabisa, kwa sababu napata wateja za sales inakamilika. Sometimes napata wateja as a brand inakuwa recognized, kwa sababu mtu ananiona, ana comment, I'm getting some positive feedbacks kwamba nimependa hicho ulichokipost, it's educational. Umeona? Kwa sababu most of the time how I present my products ni kwa kuelezea vitu vinapatikanaje na nini. Kwa sababu nakuaga natoa kama educational clips. Umeona? Alafu mwisho wa siku ndo ninajitangaza. Umeona? Kwa hiyo watu wanapo recognize vile, inakuwa rahisi mtu kunifahamu, kwa sababu alishaona mimi na ongelea kile kitu. Kama hivyo pia umesema umepigia simu Songea, imekuwa na TikTok, nahitaji uje kununua maharage. Kupata watu ambao like either ni matapeli au ambao yani wakakupeleka mkoa alafu wakahamia.
kwa sababu we are working with precautions, vitu kama hivyo vinatokea. Kwa hiyo before I decide to go, naulizia kwa watu ambao tayari wameshafanya hii kazi. Kama anamjua mtu fulani so kama anamjua mtu fulani, kama unapajua mahali fulani kunatoaga mzigo fulani, kwa yule mtu ananiambia kule napafahamu, lakini kuna changamoto 1 2 3. Kwa hiyo mimi nikishaambia ile changamoto, naangalia naenda kuiface vipi ile changamoto. Kwa hiyo sometimes it's risky ya muda na gharama ya usafiri kwa wewe mwenyewe, lakini sometimes it's profitable kwa sababu unaenda na unakipata kile ambacho ulitazamia kukipata. Obviously kwenye risk ndo kwenye reward. Muda mwingine tu jitoe akili ufanye. Ni kweli. Sawa kabisa. Sasa as we are winding up, kuna kitu ambacho wewe ungependa kuongezea au kushare na audience? Mimi ningetoa tu encouragement kwamba ukishaamua kukifanya kitu chako, kipe dedication yako, itolee jasho, kuwa mbishi, mafanikio yaje tu kwa namna nyepesi. Alafu we just have to have faith and believe kwa Mungu bana, au mahali ambapo unafanya sala. Mimi naamini kila kitu will pay out if unaishi kwa namna hiyo. Okay. Na mwanzoni umetuambia unapopatikana pia. Ingependeza utuambie nafaka wako wapi? Mtataka kukutafuta na kupataje? Nafaka tunapatikana Arusha, soko la Mbauda, store za Mchangani. Ni store ya kwanza kabisa tu ukishashuka na mataa ya Mbauda. Na kwa Dar es Salaam tunapatikana Chanika Mwisho pale sokoni. Napatikana duka linaitwa Arusha Store. Alafu namba zangu za simu ni 0752 125 325. Napokea simu muda wowote kwa sababu ulali. Silali. Silali kwa ajili yenu. So na nafaka so tu huduma ya kuwauzia nafaka. Pia ukiona unatamani kuanza biashara, unatamani kuifahamu, mtafute. Kwa sababu najua ukinitafuta wewe kidogo inani-encourage, inanipa moyo. Kwa rahisi kwangu. Umesema una duka Arusha na Dar. Ni Dar umeajiri au? Dar sasa hivi ninachofanya nashusha mzigo kwenye store ya mtu. Okay. Kwa hiyo sasa naposhusha pale, kwa ndo mzigo wangu unapopatikana pale. Kwa hiyo yeye ndo anakusaidia kufanya mauzo. Yeye ananisaidia kufanya mauzo. Okay, sawa kabisa. Shukrani sana Mzee Nicky for coming through. Mzee nafaka tutumie brand sio? Mzee nafaka. Sawa kabisa. Ulivyoanza hapo ulianza na mambo vipi? Na siku hizi Instagram nikisikia mambo vipi nijue ni video ya nafaka. Maana ndo video nyingi unaanza hivyo. Mambo vipi? So thank you so much. Personally nimejifunza mengi kwenye biashara ya kuuza maharage. Personally sasa hivi sina mipango ya kufanya agriculture. Ila I would really love siku moja nifanye ukulima. So hopefully itafikia hiyo siku.